ya mwisho, maisha ya zaka na dhabihu. Sema maisha ya zaka na dhabihu. Maisha ya zaka na dhabihu. Sasa tunapozungumzia maisha ya zaka na dhabihu, huwezi ukatengeneza madhabahu bila kuwa na sadaka. Huwezi ukachochea moto au ukategemea moto bila kuwa na sadaka. Ndio maana nasema katika hii mambo ya Walawi hapa, tukirudi juu hapo kidogo. Hii mambo ya Walawi hapa 12 moja hapa akasema hapa kwamba naye akatekeleza sadaka. Akateketeza sadaka. Maana kanuni ya moto wako unapokuwa dhabihu na sadaka. Unavyowekeza katika dhabihu, unavyotoa katika dhabihu, mali yako, unapotoa muda wako, ndipo moto wako unawaka. Sadaka sio pesa tu. Sadaka ni nguvu zako. Sadaka ni muda wako. Hata huo muda umetoa kuja ibadani, umeshawekeza kwa Bwana. Hata huo muda umetumika kwenye eneo fulani, umeenda kumtia mtu mmoja, labda ambao umeenda kumwangalia mama fulani pale amejifungua. Ule muda umeutoa, maana umetoa sadaka. Yesu asikie watu wa Bwana. Maisha ya utumishi pamoja na zaka na dhabihu. Moto wa madhabahu usizimike wake daima. Yesu asikie sana. Hasa ukiangalia kwa nini watu wengi wanakuwa wavivu katika eneo la kuomba? Kwa nini watu wengi wanakuwa na uzito katika kuomba? Unakuwa mzito kuomba kwa sababu shetani ameshaona una neema kubwa. Shetani akishaona huyu mtu ana neema kubwa, shetani akishaona mafanikio, anakuja katika eneo la kupa uchovu. Unashangaa hata darasani umelala. Upo dukani pale umelala. Mteja anakuja na kuangalia, mbona amelala? No. Kumbe adui ameshaona mafanikio. Moja eneo la kuomba, lakini ni eneo la kuomba. Anasema ile Mathayo mlango ule Mathayo mlango ule wa 17:21. Namna hii haitoki ila kwa kufunga na kusali. Hakuna namna utaendelea mbele. Hakuna namna utasogea kwenye eneo la afya. Hakuna namna utashinda majaribu pasipo kuomba. Imetupasa kama kanisa kutunza moto wa madhabahu. Imetupasa kama kanisa kumtaka Bwana na nguvu zake. Anasema katika Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 16 mstari ule wa 11, takeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake. Unapotafuta uso wa Mungu ndipo nguvu za Mungu zinashuka. Unapotafuta uso wa Mungu ndipo na moto ndani yako unazidi kuwaka katika jina la Yesu aliye hai. Hasa ili moto wako uwake daima, lazima utambue nani kazima moto wako. Yesu asifiwe sana. Unayekaa naye hapo, je, anaomba?